Maimartha kupitia ukurasa wake wa Instagram ameweza bwana kumjibu Diva the Boss baada ya Diva the Boss bwana kuonekana design kama amepambana kweli kweli, anapambana kweli kweli kuhakikisha kwamba Maimartha sheria inafuata mkondo wake, kuhakikisha kwamba Maimartha anafikishwa mahakamani na kumlipa fidia Diva the Boss kwa kumchafua. Nimetoka kuletea jumbe mbalimbali ambazo Diva the Boss amekuwa akiziandika kupitia ukurasa wake wa Instagram akiwa amelalamikia Maimartha. Ameandika ujumbe kwa jeshi la polisi na kwenda kufungua kesi polisi, lakini pia amemwandikia ujumbe Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, amemwandikia ujumbe Waziri Gwajima na watu wengine kadha wa kadha. So akiomba msaada huko kote na kudai kuwa Maimartha anatakiwa achukuliwe hatua. Sasa Maimartha kupitia ukurasa wake wa Instagram bwana akaweza kumpigia Diva the Boss. Hebu nadhani hapa tumsikilize Maimartha alafu ni kusomea hapa kitu gani amekiandika na watu wanasema nini. Yes. Tazamaji wa My TV, hiyo ni namba ya Diva. Nimempigia lakini hapokei. Leo mchana advocate wangu alinipa barua kwa ajili ya kumpelekea Diva. Barua ya onyo na faini ya shilingi bilioni 2. Akampa kijana wake kwa ajili ya kumpelekea Diva. Lakini mimi nikamuomba sana advocate wangu. Nikamwambia naiomba mimi hiyo barua. Lengo langu nionane naye. Nikutana naye uso kwa macho. Alafu aongee vile anavyoongeaga. Nimemtumia message, nikajitambulisha mimi ni Maimartha, nikampigia tena na tena na tena, lakini hakushika. Nimeamini kumhukumu mtu akiwa mbali sio vizuri. Binafsi sina matatizo naye. Pesa nyingi anazo yeye, ni sawa. Kupika hajui yeye, sawa. Vitu vya thamani yeye ndio anavaa, sawa kabisa. Lakini Diva huyu tunayemzungumzia analalamikiwa na watu wengi. Ushahidi huyu hapa msanii Diamond Platnumz akilalamika kwamba Diva anamuongelea vibaya sana. Watu wapi? Mimi nimekusikia kwa sababu nahisi kwamba huwezi kujiwaji kwa sababu kama unanizungumza vibaya unaniambia nini? Hujakataa. Manager wako alisema umeconfirm. Nimekataa. That's not my problem. The problem ya manager wako. Mimi nazungumzia vitu vingine kusema mimi. Nimekuzungumzia wewe. Hata najilaumu labda ingekuwa nimekukaza usingekuwa naongelea hivyo. You're not my type. Huwezi kunikaza. You're not my type. Huwezi kunikaza. Kwa hivyo labda ingekuwa sababu punde si punde Diva huyu akazungumza haya. Na nataka pia kwenye harusi yangu anisimamie sana. Nile namuona kama Mungu wangu wa pili. Kabisa. Nikimuona hivi. Binafsi sijazoea kuzidhihaki mamlaka za nchi. Lakini wewe unaonekana ni mzoefu. Hatujasahau mwaka jana tu Mheshimiwa Waziri Mkuu aliyepita alitoa amri mara moja ukamatwe kwa ajili ya kuvunja sheria za nchi. My dear, kwangu bado sija kuhukumu. Nataka tukutane. Alafu tukikutana, Diva, nitataka uongee vile unavyoongeaga na unipe ushahidi. So kama ambavyo tunatoka kumsikiliza Maimartha akasema nitieni Diva wangu, mwambieni na mtafuta, nataka nionane naye uso kwa uso, macho kwa macho, ndio aongee yale maneno yake. Mwenzie nipe kazini, acha kucheza na vyombo vya habari Tanzania. Hakuna kwamba tuna uhuru wa habari. Raha ya kuishi mjini ni kufanya kazi na kushika pesa na kusapotiana. Alafu hii faini ya bilioni 2 aliyopewa na mwanasheria wangu inamtosha au niongeze? Mambo kwa ushahidi. Maimartha anasema kuwa bwana amempiga hapo faini ya bilioni 2. Sasa anauliza mashabiki zake inatosha au aongeze? Huyu akaja akasema ila Diva na Maimartha bwana huyu akaja akasema Damai wewe ni kiboko aisee. Ila Maimartha hii nchi bwana ina watu wengi sana jamani. Usisahau kahela kwamba usinisahau kahela kakiingia blood. Huyu akaja akasema Diva usinisahau na mimi kahela kakiingia. Huyu akaja akasema mambo kwa ushahidi Damai. Diva the Boss ana sura nyingi nyie. Team mambo kwa ushahidi tujuane hapa. Anasema huyu dada ni kiboko aisee. Kwa sababu kwamba huyu kwenye picha ndio Diva. Yakaja kasema kwamba huyu kwenye picha ndio Diva. Haya, kwa sababu kwamba wewe mtu hapana, kwa kweli umeshindikana.
mimi tu ndo sina mwanasheria wangu. Raha za kuwatukana mama zetu, mama ntilie kwamba by the way palikuwa na maisha ya rahana ama lakini hii ni laana za kuwatukana mama zetu, mama ntilie. Diva the Boss ndo zinazomsakama. Anasema kamtukana sana Harmonize, tafuta na hizo clip. Uyakati akasema Maimartha bado anapumua piga nyingi za pua. Uyakati akasema mbona hiyo ya Diamond Platnumz ni ya zamani sana Maimartha, hapa ni kucheza na akili. Uyakati anasema kwamba Chibo Dangote, mimi Maimartha nakuombea sana kwa Mungu akupe umri mrefu, maana unajua machimbo ya ndani kweli kweli, issue iko deep sana. Uyakati akasema siku akikuzushia uongo wewe ndio utacheka vizuri. Uyakati akasema uzuri Kenya hawezi pata stori zetu. Uyakati akasema kwamba mtukane halafu kwamba mkutane alafu achague mlio. Uyakati akasema hivi Wasafi kwa nini wasimsaidie mfanyakazi mwenzao jamani, anaandamwa hivi. Kwa sababu kwamba mbona huyo diva alikuwa akiandamwa, mbona huyo diva alikuwa akiwaandama wengine, huyo diva mbona alikuwa akimtukana Harmonize usiku na mchana, Alikiba na hao sio watu. Uyakati pia kwamba Wasafi wadanganye nini sasa, yani waaje kupambana na mambo ya muhimu, wahangaike na mtu anayeleta ukichaa wake mitandaoni. Anasema kwamba lijitu lizima kama Diva the Boss, stay in your lane. Uyakati akasema kuwa wamesha mtema huyu, kwa sababu kwamba hivyo na mjua vizuri huyu dada, kumtetea ni ngumu mno. Haya bwana, so hapo watu wamempinga huyu aliyedai kuwa Wasafi wamsaidie Diva the Boss. Uyakati pia kwamba una kela mpaka basi Maimartha. Uyakati akasema kwamba mnavyofanya nyie kama wanawake wala hata ipendezi. Uyakati akasema kuwa inapendeza, kaa kimya tuchangamke. Uyakati pia kwamba asikuchezee, kwa sababu kwamba yani mziki kucheza na Maimartha lazima ukimbilie vumbi, kwa sababu kwamba ushakuwa mtu mzima sasa, wachage maneno Maimartha. Ndio maana akasema anaondoka nchini. Acha kumwongelea bwana, na wewe hata kama ana damu ya kunguni hamumpendi, mwache bwana, unaboa. Uyakati pia kwamba punde si punde. Uyakati kwamba kwa kuongea maneno ya kukera mnaendana ise.